Mambo guys, so kuna story nimesikia kule YouTube. Yule mkaka anasema yeye tangu yuko mdogo alikuwa na tabia ya wizi. Yaani hata kitu ambacho mtu hakina faida wala hakitakiwa hata kuibwa, yeye ataenda ataiba. Na akishaiba anakuwa anashindwa kutembea. Yaani akichukua kitu cha watu, anakaa pale pale, yaani kama akili inakuwa imemtoka, anashindwa kutembea mpaka anakamatwa. Kwa hiyo hali kwa inaendelea kila siku pigwa, anapelekwa polisi. Kwa bahati nzuri walikuwa yani hawamuui, wakimkamata wanampeleka polisi. Yani mpaka mtaa mzima wakawa wanajua kwamba huyu kaka ana tabia ya wizi. Na hata akatazwe vipi atarudia tu kuiba. Na alikuwa amefungwa mara kadhaa jela. Wanamfunga miaka 2, miaka mingapi and then wanamwachia. Mpaka mapolisi wote wakawa wamemjua, mtaa wote wakawa wamemjua kwamba huyu kaka ni mwizi. Lakini yeye mwenyewe anasema hapendi kuiba, ila anajikuta tu sometimes anasikia kama sauti inamwambia nenda kwenye nyumba fulani, kavunje mlango, ingia nenda kaibe. And then anasema akisikia tu hivyo, yani akisikia hiyo sauti, anainuka anaenda kuiba. Alafu sasa yani mfano akija kwenye nyumba, anavunja anaingia ndani, ila akishachukua kila kitu anachokitaka anakuwa hawezi kuondoka. Anakaa chini na vitu vyake hivyo ambavyo alikuwa amevichukua mpaka watu wanaamka asubuhi wanamkuta ndani mwizi. Wanaanza kumshangaa, wewe mwizi gani jamani? Unachukua vitu baada ya kukimbia unabaki pale pale. Yaani ni kama ilikuwa ni kama ni tatizo. Watu mpaka kwa wanamuona kama huyu mtu sio wa kawaida. Mpaka polisi kila siku yani almost kila wiki analetwa polisi. Yule polisi akasema hapana, hii sio kitu cha kawaida. Akamchukua akampeleka kanisani. Imagine mwizi unapelekwa kanisani na polisi. Yani so kapelekwa kanisani kuombewa. Baada ya kuombewa yani kagundulika kama huyu mtoto alikuwa amechawiwa tangu yuko mdogo kwamba yeye atakufa kwa kupigwa kwa kesi ya wizi. Kumbe bwana, mama wa huyu mtoto mwizi alikuwa amegombana na jirani yao mmoja. Huyo mama akawa amekasirika, akaenda kwa mganga, akamchawia huyu mtoto kwamba awe na tabia ya wizi and then baadaye aje kufa kwa kesi hiyo ya wizi, ili tu kama kumkomesha mama yake. Lakini kwa bahati nzuri huyu mtoto yani alikuwa ni kama tu Mungu tuseme, kwa sababu alikuwa anaenda huko anapigwa mpaka analazwa, lakini alikuwa hawezi yani alikuwa hauliwi. Ndio hivyo guys, yani baadaye pona yake ikawa ndio huyu polisi ambaye alishtuka kwamba wewe mtu gani unaiba kila siku unakamatwa ndani ya nyumba za watu, ndio kumpeleka kanisani kwenda kuombewa, ndio huyu mtoto kupona na kuacha wizi kabisa. Hatari.